Katika muziki, staff ni kundi la mistari mitano ya mlalo pamoja na nafasi 4 ndani yake. Katika staff tunahesabu mistari na nafasi kutoka chini kuelekea juu na sio kutoka juu kuelekea chini. Alama mbalimbali za kimuziki zinazotusaidia kusoma na kuandika muziki hupangwa katika staff. Mfano, noti. Zipo aina tofauti za noti zenye maumbo tofauti kama tunavyoona katika picha hii. Hivyo, noti ni alama zinazotumika kuwakilisha sauti pamoja na muda au urefu wa kuimba noti au sauti. Katika hatua hii tutajifunza namna noti zinavyowakilisha sauti kwa kuzipanga katika staff, katika mistari na nafasi. Kabla ya kuendelea, tutajifunza maana ya maneno haya kimo cha noti. Kimo cha noti ni kiwango au kiasi kinachoonesha hali ya noti au sauti kuwa juu na chini. Kwa kuwa tunapanga alama ya noti katika staff, katika mistari na nafasi, noti iliyopo chini ya noti nyingine katika mstari au nafasi huwakilisha kimo cha chini cha noti au sauti, na noti iliyopo juu ya noti nyingine katika mstari au nafasi huwakilisha kimo cha juu cha noti au sauti. Hivyo tutakapofika hatua ya kujifunza milio, tutaona kuwa katika kila mstari na nafasi kuna sauti au mlio wake wa pekee. Kama tukitumia kinanda au piano, kila mstari na nafasi katika staff huwakilisha kibao cheupe katika kinanda au piano. Vitambulisho vya mistari ya noti. Vitambulisho vya mistari ya noti ni alama zinazowekwa mwanzoni upande wa kushoto katika staff ili kuonesha kimo cha noti katika staff. Hivyo, tukichora staff tupu isiyokuwa na alama za vitambulisho vya mistari ya noti, hatutaweza kutambua kimo sahihi cha noti. Zipo aina nyingi za vitambulisho vya mistari ya noti. Sasa katika hatua hii tutajifunza aina mbili ambazo ni kitambulisho cha sauti za juu na kitambulisho cha sauti za chini. Kitambulisho cha sauti za juu. Kitambulisho hiki cha sauti za juu hutambulisha noti zilizopo katika kimo cha juu cha sauti. Hivyo sauti ya kwanza na ya pili hupangwa katika kitambulisho cha sauti za juu. Mfano, katika mchoro huu wa staff yenye kitambulisho cha sauti za juu, noti hizi zenye mlingoti unaoelekea juu huwakilisha sauti ya kwanza, na noti hizi zenye mlingoti unaoelekea chini huwakilisha sauti ya pili. Pia, wakati wote kitambulisho cha sauti za juu huzungushwa katika mstari wa pili kutoka chini katika staff. Pia katika mstari huo wa pili tunaandika noti G au noti So. Kwa sababu hiyo, majina mengine ya kitambulisho cha sauti za juu ni kitambulisho cha mstari wa noti G au noti So. Kitambulisho cha sauti za chini. Kitambulisho cha sauti za chini hutambulisha noti zilizopo katika kimo cha chini cha sauti. Hivyo, sauti ya 3 na sauti ya 4 hupangwa katika kitambulisho cha sauti za chini. Katika mchoro huu wa staff yenye kitambulisho cha sauti za chini, noti zenye mlingoti unaoelekea juu huwakilisha sauti ya 3 na noti zenye mlingoti unaoelekea chini huwakilisha sauti ya 4. Pia wakati wote kitambulisho cha sauti za chini huzungushwa katika mstari wa 4 kutoka chini na huambatana na nukta 2 zinazozunguka mstari huo wa 4 kutoka chini. Pia katika mstari huu tunaandika noti F au noti Fa.
Kwa sababu hiyo, majina mengine ya kitambulisho cha sauti za chini ni kitambulisho cha mstari wa noti F au noti Fa. Mwisho wa kipindi cha kwanza, sehemu ya kwanza. Katika sehemu ya pili, tutajifunza namna ya kupanga majina ya noti katika staff, katika mistari na nafasi, na kwenye mistari ya ziada.